Maswali ameweza kuuliza John Nyutu na ameuliza tu kwamba je, umtajie sehemu ambayo sasa hivi serikali imepeleka magodoro, imepeleka mitungi ya gesi na imepeleka ile mitumbwi ambayo imepelekewa kule ikatumiwa katika yale mabwawa. Anasema tu yani umwambie tu baada ya pale amekubali kwamba yalikuwa ni maendeleo ya Olkalau. Ataka kujua je, baada ya wananchi kupelekwa maendeleo yale Olkalau, ni sehemu gani ambao nao pia wanajivunia maendeleo yale kwa sasa? Asante sana. Unajua unafiki kwa siasa inashangaza sana, kwa sababu wacha nianzie penye umemuuliza ndugu yangu Nyutu na ndugu yangu Murango, ikiwa alitumia pesa katika uchaguzi wa Olkalau. Wamepiga chenga, hawajasema ukweli, kwa sababu wale ambao tuko na intelligence walikuwa wanatoa shilingi 200 300 kwa kila mtu, na walikuwa na 200 yani shilingi 200 shilingi 300 na pia walikuwa na materials ya campaign, mafuta, mobilization, hizo vitu zote. So kuja mbele ya umma na unafiki ya kujifanya kwa kutumia pesa zote ni kuwadanganya toto ile ulivyosema hapo awali. Ya pili, mambo ya maendeleo haimaanishi unapeana gesi ama kondoro ambaye ameita kondoro la talaka. Maanisha tunafanya zile kazi, kwa sababu tukikujengea nyumba hapa Nairobi kupitia ile nyumba za bei nafuu, pia ni kama kukupea gesi ama kondoro. Tukikupatia barabara ambayo inajengwa kuanzia hapa Uplands mpaka Mau Summit ambayo inaendelea kwa fujo, zile barabara ambazo tunatengeneza kule Murang'a, zile zinatengenezwa kule Nyahururu na sehemu zingine mpaka mpaka Mwingi pale mpaka Kitui County, mpaka wako na stadium mpya. Hiyo inamaanisha pia, ama Talanta Stadium ya Raila Odinga Stadium, inamaanisha ni maendeleo. Haimaanishi kuwa lazima upewe watu physically vile gesi zilipeanwa ama makondoro ama zile maendeleo. Na sijasikia yeye akiongea tulipeana, amesahau. Nataka nimkumbushe pia kuna stadium inaendelea kujengwa pale Olkalau mpaka sasa inaendelea. Nyumba za bei nafuu zinajengwa, lami zinajengwa, reli inaenda saa mpaka Olkalau. Zile marekebu bado ziko katika ile kwa maji. Zile stima, vikingi vya stima zinaendelea kusambazwa pale Olkalau. Na jana tumemchagua mgombeaji wetu wa chama cha UDM Shina, tumemweka Nairobi Commission na tumempea kipawa angalie zile miradi za serikali ambazo zinaendelea pale Olkalau na sehemu zingine Nyandarua. Uweze rudisha viatu bwana, ukishavaa zimaribika. Viatu mnapatia watu. Lakini unachukuliaje? Swali ni je, wapi kwingine? Sasa anauliza serikali wapi kwingine? Kuna zile under special programs zinapeanwa taifa lote la Kenya. Na ikiwa Nyutu anataka nimpe sehemu ambazo, kwa sababu ameongea kitu mzuri, ameongea about food security na strategic grain reserve. Kuna Wakenya ambao wanaumia, ambao wanapigwa na janga la njaa hapa Nairobi na sehemu zingine. Haimaanishi wakati kuna ukame ndio unatoa vyakula. Kuna wakila wakati ametaka ufafanuzi kwamba wamepeleka chakula Olkalau. Ameuliza mpeleka chakula, mlikipeleka kama ndivyo muelewa yeye, njia moja wapo ya kumshawishi mpiga kura kwamba aegemea upande mnaotaka nyinyi. Na akasema ikiwa ndio mtindo ambao mnauendeleza huu, itafika siku wale wahitaji wa chakula watakikosa. Lakini tunapeana chakula hata kaunti yake ya Murang'a. Kunakuwa na shida, ukosefu ya chakula. Tumekuwa tukupeana katika kaunti ya Murang'a. Kitu ambayo nasema sasa, ile unataka kumposa msichana, unataka kumuoa, utatumia mbinu zote kumbembeleza. Unamnunulia sweet, unamchukua kahawa, unampea kuweka kwa baiskeli, umefanya. Hiyo ndio mpigaji kura wa taifa la Kenya anavokaa. Hata naposema, unajua hawa ni wanafiki wa kisiasa. Hata Nyutu ataomba kiti yake useneta kule Murang'a, yeye ataomba ugavana kule Kirinyaga. Haimaanishi kwa ya kwamba ikiwa atakuwa na tiketi, ingawa sijasikia yakikuwa endorsed. Ule nimesikia yakikuwa endorsed ni Murango. Ikiwa hata amepewa tikiti cha DCP, hawezi niambia kwa sababu hako na tiketi ya DCP hata yenda kufanya kampeni kuambia watu nikiwa governor nitafanya hivi ama nikiwa senator nitafanya hivi. Lazima atoe mikakati, na hiyo ndio kubembeleza na kuiongelesha kura vizuri, vile huwa unakatia dem kama majenzi wanavyosema. So hiyo ndio tunataka tuangalie. Na ya pili, ameuliza Mau Roads, ile 500 billion imeongelea zimepewa Anta Maltia. Yeye anaketi katika bunge la National Assembly. Hizo mabarabara zimewekwa Maltia over financial years. Ndio tunasema ukienda katika Murang'a na zile sehemu ambazo Mau Roads zinapitia wakati huu
ndio hizo mabarabara zinaendelea kujengwa. Na uliona walipiga kelele wakati hii barabara ya Mau Summit Uplands ikianza kujengwa, kwa sababu hawa wanaamini wako na ulafi ya kwamba, kwa sababu na umesikia amesema vizuri ya kwamba zile kura mingi ambazo Rais William Ruto alipata zinatoka Mlima Kenya. Inamaanisha hata wanafikiri zile maendeleo zote ziende Mlima Kenya. Na wale watu wanatoka Wajir mpaka Isiolo ambao wanatarajia lami, wale watu wako Pwani, wale watu wako Kitui, wale watu wako Nyanza. Ndio maana hii kelele ambayo unaona ni kwa sababu Rais William Ruto amejaribu kusawazisha maendeleo, hata kuwapatia maendeleo wale ambao wakupigia kura kama Kitui, kama sehemu za Nyanza, kama sehemu za Magharibi, kwa sababu wako na ile unafiki na ulafi ya kwamba kwa sababu sisi tulimpea kura William Ruto, maendeleo zote. Hata tunapoongea, nikimalizia, nusu ya baraza la mawaziri ni jamii kutoka Mlima Kenya. So rais ameonyesha madharau gani? Mawaziri, naibu wa kudumu 80% wanatoka Mlima Kenya. So madharau ni gani? Hata ukiona 4.7 trillion budget, 30%, 20 mpaka 40 ni mipango na miradi ya maendeleo katika Mlima Kenya. So akisema madharau ni kwa sababu Rais William Ruto amejaribu kuzawazisha maendeleo katika taifa la Kenya, na hiyo indawapa hawa kiwewe ama kichaa. Mimi nataka kuunga mkono vile rafiki yangu amesema. Rais amejaribu sana kusambaza maendeleo kila mahali. All the counties ukiangalia kuna barabara mpya ambazo anaendeleza. Nataka kusema zile tofauti ambazo tunashuhudia kwa sasa na rais na kinara wa DCP ni za kibinafsi. Si masuala ya kitaifa. Kwa hivyo tukilinganisha ile maendeleo inaendelea kwa sasa, Wakenya wengi wameridhika. Ni mambo machache tu inafaa kurekebishwa, kama hii masuala ya capitation ifike kwa shule wakati ambao unafaa. Masuala ile ingine ilikuwa na shida hapo tofauti kidogo, lakini sasa inaendelea kurekebishwa kwa sasa. Kwa hivyo hiyo masuala yote tumezungumzia kitaifa ndio tu tunafaa kuweka, lakini si tofauti za kibinafsi ile tunashuhudia kwa rais na DCP leadership. Kwa hivyo una kimtazamo wako na kwamba kile ambacho kipo katika nafsi za kina Murang'o na kina Nyutu ni tofauti na hali halisi ya maendeleo nchini. Yes, si maendeleo, ni tofauti za kibinafsi kwa sasa, lakini tunataka kusema rais ametekeleza miradi kwa kila jamii zetu zote za Kenya. Kaunti zote tembea utashuhudia kuna markets, kaunti zote kuna barabara ambazo zinajengwa. Hata hapa Nairobi tumeshuhudia kuna vitu kadhaa rais ameendeleza. Juzi tu hii stadium kutoka 1987 hakuna rais ambaye ashaitekeleza kitu kama hiyo. Kwa hivyo mi nataka kusema Mugala muwe akimpe mi nataka kuwasi hawa viongozi wetu, my cousins, jamii yetu ya kutoka hapa mlima, tutenge hizi tofauti za kibinafsi, tunguze maswala ya kitaifa, na nchi yetu ya Kenya itaendelea vizuri.